Teva Film Production. Kaka. 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 Nasikia Zulfa wangu umerudi. Kaka, unapata na nini kwani? Twende ukale, chakula tayari. Asante nishiba kabisa. Samahani dadangu. Naona umechafuka na sio vizuri kutembea ukiwa hivyo. Asante sana Abdul. Samahani dada. Kwani unaitwa nani? Zongo ni uchawi mbaya sana sana. Yaani tusipokuwa makini asubuhi na mapema tutashinda. Sasa kwa nini usitufanyie kinga mapema? Zongo, huu ni uchawi wa mikoa miwili tu hapa Tanzania na unasumbua sana. Mikoa miwili kwa Tanzania nzima? Huu uchawi wa namna gani sasa? Mbona sielewi? Na ni mikoa gani? Asili ya Zongo ni mkoa wa Tanga na Mtwara. Na ni uchawi ambao hauna kinga kwa mtu yoyote. Na ni uchawi ambao unaweza ukapiga kitu chochote na ukafanya kazi papo hapo bila ya kupita saa au dakika. Hapo bado sijakuelewa. Inamaanisha hata wewe unaweza kulogwa kwa hilo zongo? Sasa kama wewe tunayokutegemea unasema hivyo, sisi kweli tutaponyeka kwa hili? Ndugu wangu, nakuomba sana utambue wanafanya kila hali ili kuhakikisha tunashinda hivi. Zongo linalogwa gari na likashindwa kuondoka. Inarogwa TV na inashindwa kuonyesha. Kinarogwa chakula na kikashindwa kuiva. Basi ukilogwa wewe ndugu wangu, ndio utapata tu. Unashauri tufanyeje? Au tutumie chura? Hiyo ndio itakuwa kinga yetu kubwa kwa sasa wakati tunaendelea na haya mapambano. Chura hizi ninazozijua mimi ndio kinga yetu jamani. Mbona maajabu haya? Cheka kama mazuri. Sana mwanangu. Hello.
Oya Duli. Yule mtoto anakaa wapi yule? Kile chenye shape hivi ya shilingi 100 na ana mdomo kama mbagi. Huyo. Huyo. Kafanyaje? Kiukweli sijajua alichokifanya ni nini kwa sababu sijapata mawasiliano ya kutosha kutoka kwa baba wangu. Ila nitahakikisha namdhibiti kwa gharama yoyote. Mshikaji wangu. Hata mimi yule mtoto namhitaji. Shaanza. Sasa nimeanza na nini? Hivi umesahau kwamba mimi ni mgeni katika kijiji hichi? Najua. Sasa kawaida ya mgeni natakiwa aheshimiwe, akirimiwe, Lakini sasa wewe unaleta ubinafsi, unaleta tamaa zako, rafiki yangu. Wewe mniachie basi yule mtoto. Mbona hivyo? Sikia mwanangu nikwambie. Huyo mtoto tunayemzungumzia naye ni mgeni. Angekuwa mwenyeji mimi ningekuachia. Hata kama wewe au mwenyeji uniachie, au kama vile au zaidi ya vile uniachie wewe kwa tamaa zako. Mwanangu mwenyewe nimempenda. Bwana, sikiliza vizuri, tusibishane sana. Wewe si mwanangu? Ndio. Ndio. Weka nguvu. Niweke nguvu. Tia akili ni tia akili. Fresh. Alafu tuone kidume nane. Poa tu, mbona linaendeka hilo? Unaweza? Fresh tu, haina shida. Leo tumeishia hapa, ngoja mimi nikafanya harakati zangu. Baridi mwanangu, nitakusomea au vipi? Someleni, badili au? Yaani nimeita kikao lakini cha ajabu sio ofisi. Ina maana atakuwa amedharau au nakuaje? Ndio maana. Mjomba, sasa hivi sitovumilia. Wala sitomvumilia Sofi. Mjomba, mimi siogopi mtu aina yoyote. Na hicho kikao chenu, kaeni wenyewe. Sofi, tukiwa kama familia, tunahitajika kukaa na kuombana msamaha ili maisha yaendelee kwa amani na upendo. Na wewe pia ni miongoni mwa familia yetu. Kama ndio hivyo, ni bora ukabakia wewe kwenye familia, mimi nikaondoka. Mdogo wangu. Hebu niambie, ulipofika kwa wale baba akasemaje? Kweli dunia imekwisha dadangu. Laiti ningelijua, nisingeinua miguu yangu kwenda. Usingekwenda? Kwa nini mpaka unasema hivyo? Anataka kama mimi, kisha anamtongoza. Na tunakupenda. Nikoseni kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Yaani kama sio kumheshimu, nitamani kumtukana kusema kweli. Yaani Kumheshimu. Kama ameshindwa kujiheshimu, ya nini umheshimu? Hana aibu yule baba. Si kama alikuwa anataka kukubaka tu. eti anasema mimi kuku wa kienyeji. Atanitafuna mpaka mifupa. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Lakini unajua mama huyo. Mama huyo. Pole kwa mchao mama. Okay. Asante. Pole. Asante. Pole. Niambie uliofika imekwaje? Jamani, hiyo ndio salamu. Salamu kwanza bwana. Wanangu, kama mlivyosikia, kila mtu anamzungumzia yeye kwa jinsi anavyojua, na hakuna mtu aliyekwenda akashindwa kufanikiwa. Nilitamani na nyinyi muwepo. Watu ni wengi, ni Kwani tupoteze muda? Mimi naona bora tuondoke sasa hivi. Tatu. Kule ni mbali. Tena mbali hasa. Nabidi tujipange kwanza. Mimi naona ni vizuri tukienda baada ya siku 3. Haswa sawa, haina shida. Mama. Nani amekutajia jina langu? Na ulikuwa na shida gani na mimi? Nahitaji kukuoa. Nakupenda sana. Hivyo
nahitaji muda zaidi kuzungumza naye kuhusu kama Oh, unaitwa nani? mimi naitwa Munta. Munta. Nashukuru kwa kufahamu. Una jina zuri na sijawahi kulisikia sehemu yoyote. Ila unapaswa kujua kuwa sio kila mwanamke unayemwona machoni mwako basi anasubiri. Mimi ni nyoka mwenye sumu kali, hivyo usidanganyike na tabasamu langu usoni. Zulfa, lakini mimi nahitaji kukuoa wala sihitaji kuchezea. Tafadhali Zulfa, unielewe. Umeshawahi kumwona nyoka mwenye rangi ya dhahabu mwili mzima au kumsikia tu hata siku moja? Ndio kwanza nasikia kutoka kwako. Sijawahi kusikia popote wala kuona. Amni, wewe ni kijana mwenye bahati ya pekee sana. Kwa mara ya kwanza umekutana na nyoka mwenye rangi ya dhahabu mwili mzima. Sikia, mimi ni nyoka, hivyo mapenzi lazima nifanye na nyoka mwenzangu. Isitoshe, mimi ni mke wa mtu. Naomba uniheshimu kwa usalama wako. Najua kuna kijana amekuuzi. Na ndio sababu ile kufanya umekasirika. Munta, unataka kuingia kwenye himaya yangu? Kesho asubuhi itabakia jina lake na mwili wake ukiwa unafukiwa. Samee bure. Alijua litendalo. Kwa maneno niliyomwambia. Kama nimuelewa, basi atasubutu tena kunifanya. Kumbuka nilishakukataza kuwa na imani. Lakini kwa vile wewe ndio umeniambia mimi, sina neno kwenye hilo. Huruma sina, nalo mbaya pia sina. Hivi tu. Bibi kama kaa. Yaani leo kama umeshindwa, mimi kesho nachukua jumla. Jiandae tu kumta shemeji. Au mmekubaliana usiku ndo aje kwako? Munta rafiki yangu. Kwani kimetokea nini? Kwani kuna mwanamke ambaye anaweza kukataa wewe kwa jinsi ulivyo? Yaani kwa mara ya kwanza ndo unapoona kweli. Kwani imekwaje kwaje? Sikiliza rafiki yangu. Mimi mtoto kaongea mambo mengi sana. Ila kubwa tu alinikera na kuniudhi. Kunichimbia mkwala. Kakuchimbia mkwala kivipi? Kwanza za kaleti au? Afadhali angekuwa anacheza kaleti. Nitamwambia nisimfuate na mume wake, si mambo kibao. Kwa hiyo sasa nikueleweje unapocheka? Unanicheka, unaniona mimi domo zake kwa sana, sio? Simaanishi hivyo Munta. Kwanza umeshindwa kuelewa nini ninamaanisha. Unajua Zulfa alikwambia vile akiwa na maana nyingine tofauti na ufikiria wewe. Si unajua hapo? Alikuwa na maana nyingine. Unajua nini kuhusu Zulfa? Kaka, kumbuka jina la Zulfa pia ni kutajia mimi. Sasa wewe kujifanya mjuaji kuliko mimi. Uone kwa utakuwa unitendea yake. Tuachane na hayo. Cha muhimu ni kwamba mimi na Zulfa ni wapenzi. Na kama uniamini, nakufundishia. Zulfa,
Siku ile ulikuwa umekasirika sana, wala tujaongea. Kwa nini kikutokea mbao kaa vile? Abdul, hiyo sio sababu uliyofanya ukanisimamisha, bali unataka kujizungusha. Ina maana unaijua shida yangu? Hebu kama kwa unaijua na mimi. Shida yako ni kunitongoza na wewe sio hivyo na kuniuliza. Lakini pia unataka kumthibitishia Munta kwa mimi ni mwanamke wako. Isitoshe, Munta yuko sehemu anatuangalia nini kitakachotokea baina yetu. Au unadanganya? Abdul, kwa sababu ulinipa maji nikanawa siku ile, nami nimeamua kukupa malipo ya busu hili ili kuwachunganisha wewe na Munta. Lakini kaa ukijua kuwa kama unapenda kuishi basi achana na mimi, ila kama unapenda kufa endelea kunifuatilia mimi. Nachokuomba shangazi, mwite Sofia ujaribu kuzungumza naye. Maana tunaweza tukamwangamiza yeye, kumbe tukaangamiza na wengine. Sawa, nimekuelewa na ninavyomshukuru Mungu. Mara nyingi Sofia huwa mimi nikizungumza naye hanipingi. Hivyo basi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kuliweka sawa jambo hili. Sisi tukidhamiria hakuna anayeweza kutuzuia. Hivyo basi kama atashindwa kutoa ushirikiano basi itakula kwake. Hatuwezi sisi kusumbuliwa na kitoto ambacho hata kuna uso bado akijua. Hebu tusiwe na hasira za mkizi kafu hapa. Kila jambo kabla ya kulifanya lazima ufikirie mwanzo, kati na mbele. Ndio ndio. Sawa. Hivi wewe unafikiria mimi ni mtoto mdogo kama ulivyokuwa wewe? Kwa taarifa yako, tauni kumejaa kila aina ya wajanja, lakini pia na mafara hawakosi. Sasa naona umeamua kuniweka katika kundi la mafara, si ndio? Duli, hivi wewe ungekuwa unakaa mjini, ungekuwa unadharau kiasi gani? Kweli? Duli, kweli wewe? Wewe kunaonyesha mambo ya kishenzi kiasi kile? Munta yangu. Zulfa sio mwanamke wangu. Na wala sikushauri wewe karibu naye. Yule sio binadamu wa kawaida. Niamini basi rafiki yangu. Duli, hata kama sijui kusoma, hata picha sioni. Au pale mlikuwa mnacheza filamu ya love story. Unafikiria mimi unaweza kunidanganya tu kama Zulfa? Unanifananisha mimi na mtoto wa kike. Kama ulivyomdanganya Zulfa basi sijui kakubali nini maskini ya Mungu mpaka kakubali kuwa na wewe. Zulfa sio mwanamke wa kumdanganya kirahisi kama wewe unavyofikiria. Yule ana uwezo wa kujua kitu ambacho wewe unakifikiria sasa hivi. Hapo unamdanganya na nini unafikiri? Kweli wewe ni fala. Yaani wewe ni fala. Kwa taarifa yako, nitahakikisha Zulfa nampata na mmiliki. Iwe kwa hiari ama kwa lazima na mmiliki. Wewe unataka kunitisha kwa mizungu? Mimi ni namba 7 yenye kizi. Kwa nini wewe mtu anakuwa sio muelewa? Nimeshakwambia Zulfa sio mwanamke wangu na ninafikiria hayupo katika kundi la wanadamu kama sisi tunavyofikiria. Na nikufahamishe tu kwa ufupi. Kama wewe unajiona namba 7 Nekiza, jua Zulfa ni dume la shupaza lenye muujiza. Kama namba 7 inaweza kushindana dume la shupaza, basi wewe endelea kumfuatilia na utakuja kuniambia. Tumepanga niende kwa nikamsaidie kazi ili tuwe kumaliza mapema. Kwa sababu leo atakuja kulala kwetu. Asubuhi tusengee kumfuata kwao. Au tumekosea mama? Hujakosea, ila tutakwenda na dada yako. Kwa sasa mwache Martha apumzike. Haina shida. Basi ngoja kusaidia kuchagua. Kama unashindwa kumtimizia matakwa yangu sawa. Ila angekuwa Zulfa, muda mwingi ukoposhapa anachokitaka. Nisikilize. Wewe ni dada yangu.
na una nafasi kubwa kuliko mtu yoyote kwa sasa. Zulfa hata kama nitamuoa, tukiachana ataondoka. Inawezekana ndio kama mwisho tutakuwa naye. Hata akisikia nimekufa hawezi kuja. Lakini wewe hata ukisikia nimekufa utakuja kunizika. Sasa na kilio juu. Unafurahia hii hali ninayoishi kwa sasa mimi? Ukisema hivyo unakosea dada. Ila nakuhakikishia siku hizi mbili kila kitu kitakuwa sawa. Nisipokusikiliza na kukusaidia ipasavyo, utakuwa na faida gani ya kuleta mimi kaka? Amini nakwambia, wala nitakuja siku sini. Wala usiwe. Zulfa, hebu tuachane na haya. Zulfa, najua wewe ni mwanamke mzuri. Laiti kama utapata mwanaume wa kukutunza vyema. Kweli ni kwamba popote utakapopita, kila mwanaume anatamani kuwa nawe. Tatizo lako ni moja tu. Hujajua ni mtu gani sahihi wa kumchagua ili akupe maisha ya kuishi kama malkia. Hapo tunakosea. Ila nimeshakwambia kwa mimi nina mume wangu. Na ndio kila kitu katika maisha yangu. Au Zulfa, kwa nini unataka kuishi kama mti wa muhogo? Majani yanaliwa kama mboga. Mti wake unatumika kama kuni, lakini pia hata mizizi inaliwa kama chakula. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Ukisema hivyo namaanisha nini? Ni rahisi tu. Umezaliwa shamba. Umekulia shamba. Bado unaishi shamba. Lakini pia ninapokutazama una mpango wa kuendelea kuishi hapa hapa shamba mpaka kifo chako kikukuta. Yule mpumbavu atakupeleka. Ishi na mtu kama mimi, kale kuku kwa mrija huko mjini. Hicho ndio kinachokufaa wewe tu. Hivyo naomba usitugombanishe ndugu yangu. Siwezi kuruhusu yule zongolola kumiliki. Kwa sana kwa upande wangu. Na kama ni hivyo, nitahakikisha namuua. Naomba usimuue mume wangu. Hakuna baya lolote alilonifanyia. Nakuomba sana mume wangu. Simpendi. Na wala sijamkubalia kitu chochote kile. Naomba usimuue. Lazima nimuue. Haiwezekani akupende mtoto mzuri kama wewe. Wakati sisi watoto kutoka kwenye miji na makonda tu. Hapa mbele za Mungu, hakuna mwanaume yoyote zaidi yako. Sijawahi kukusaliti na sitakuja kukusaliti katika maisha yangu. Na hapa mbele za Mungu, naomba unisikilize mimi. Nakuomba sana, nakupenda sana sana mume wangu. Naomba unielewe. Kama kweli nampenda, naomba uje umthibitishie ili atambue mimi ni nani kwenye maisha yako na nina nafasi gani kwako. Kama sio hivyo, sitojali kuwa ni rafiki yangu ama la. Nitakuua kweli. Nipo chini ya miguu yako. Naomba usifanye hivyo. Kwani ukifanya hivyo, utaleta mambo mengine kabisa yasiyotarajiwa. Nakuomba, naomba nisikilize mimi. Naomba nisikilize mimi. Kusha habari yake. Na safari hii kama nakutana na wewe namaliza kila kitu. Ina maana umeshindwa kumtuliza kabisa kwa namna yoyote ile ili asiendelee kuharibu vingine? Nimeshindwa. Kwa sababu kwanza amekuwa mbogo. Hakamatiki, hashikiki. Kila nilivyojaribu kumtuliza haikuwezekana. Yaani kiufupi niseme mimi nimeshindwa. Dada, wewe ndio tunayekutegemea kwa sasa. Unasema umeshindwa, nani atatusaidia katika hili? Kila mtu na mtu labda hili tumkabidhi Tina. Kwa vile ni ndugu yake, anaweza akamsikiliza kuliko anavyosikiza mimi. Sasa hapo wifi unatafuta kuchekesha walionona.
Kivipi? Hivi wewe unataka kujifanya wewe ni mtu baki wakati wewe Zaidi ya ndugu. Mimi na wewe nani anayekuwa karibu naye muda mwingi? haya? Mimi na wewe nani wa kwenda kumtuliza? Shangazi, wewe nenda tu. Si umesikia mzigo mzito mpe Mnyamwezi? Tena wifi fanya haraka, yani nyanyuka uende kabla sijakasirika. Si unanijua? Umenisahau? Na kama ni hivyo talaka unaitafuta mwenyewe, tena nitaiandika mimi kwa mikono yangu. Yaani huyu mtoto ananipiga mimi mikwala? Anamtishia mimi amani mimi huyu? Mimi? Hapana. Yaani nitahakikisha kadiri ya uwezo wangu nifanye kile kitu ambacho nilichokusudia. Hawezi kunifanyia hivi. Mimi. Hapana. Yaani Sophie wa kunidharau mimi, mtoto apata hata kiganjani ajai. Mungu vipi? Mbona hasira kiasi hicho? Punguza hasira. Utajisababisha matatizo alafu tushindwe kufikia lengo letu. Biadida mke wako. Hivi nifurahie kifo? Mimi niseme hivi, uvumilivu kuanzia sasa umeshanishinda. Na wala sina sababu ya kusubiri. Kwa wakati huu nazungumza na wewe mke wangu. Mume wangu, toka lini mtu akapigana vita peke yake tena bila hata silaha mkononi? Utakwenda kupigana vipi? Ina maana mke wangu, kwa hiyo mimi sina silaha ya kwenda kumzuru Sophie? Unanichukuliaje labda? Ina maana kisu changu kimekuwa butu akiwezi kunizuru Sophie, si ndio? Sina maana hiyo. Au ndio unamtetea? Tatizo lako wewe ni ubishi. Ila kumbuka, hasira za mkizi ni furaha kwa mvuvi. Na wala simaanishi kwamba wewe kisu chako na kuamini sana mume wangu. Samahani dadangu, sijui kama tumkuta mtaalamu au kutoka. Yupo, ngoja kamwite. Sawa. Hatimaye uvumilivu wetu leo tunayaona matunda yake. Ama kwenye subira ina malipo yake. Yaani nitataka kwa wale wote walioshiriki kumuua mamangu, leo ndio iwe mwisho wao, kwa gharama yote ile. Kuna mteja anamaliziwa dawa zake. Baada ya hapo mtakuja kuitwa. Sawa. Karibuni jamani. Na mtakapoingia ndani tunaanza tiba moja kwa moja. Na hakikisheni mnabeba mizigo yenu yote, kwa sababu mlango ambao mtaingilia sio huu ambao mtakaotokea. Hayo ni masharti yetu, naomba yazingatiwe.
Mbona unaondoka bila kuaga? Au kuna jambo umemwambia dada? Hapana. Wala sijawaambia chochote, maana tale karatasi yao hawakuichoma. Kama wangeichoma, ungejua kimwasibu nini au wana shida gani. Ila hebu ngoja kwanza. Au watakuwa wameniogopa mimi, maana nilipoingia ndani tu ndipo wao walipoondoka. Basi wewe utakuwa wamekuogopa wewe. Wao walijua wameingia sehemu mbaya, kumbe wakujua kama hapa ndio kwenye msaada wao. Ndio hilo. Sasa tutafanyaje ili kuwasaidia? Au tuwafuatilie? Ni jambo la hatari sana. Katika maisha mtu asiyekuamini, kumfanya kuamini ni ngumu sana. Na kumlazimisha kuamini ni kuendelea kumfanya asikuamini. Kwa nini unaniangalia hivi? Unasemaje wewe? Tena ningependa unisikilize kwa umakini sana. Haya nitakayanena natoka moyoni. Nina sababu mbili. Cha kwanza kabisa, nakuchukia na sikupendi, amini usiamini. Na kitu cha pili, una hatihati ya kuelekea kibla. Una hatihati ya kuelekea kibla. Wewe sio ulioniumba wala sio ulionizaa, hivyo